Kuna muda ambao wengi wamelala. Dunia ipo kimya. Hakuna kelele, hakuna harakati. Lakini katika utulivu huo, kuna roho zinazolia kimya. Ni dakika chache kabla ya alfajiri, wakati ambao mbingu ziko wazi, wakati ambao dua husikika, wakati ambao rehema hushuka. Katika nyumba ndogo, mtu anaamka polepole. Hakuna anayemwamsha, hakuna anayemuona. Ni moyo wake uliomwamsha. Anakaa kimya, macho bado mazito, lakini moyo wake umejaa haja moja: kuzungumza na Allah. Ananyanyua mikono yake na machozi yanaanza kushuka. Ewe Mola wangu, nimechoka na dunia, nimechoka na makosa yangu, nimechoka na nafsi yangu. Nisamehe, niongoze, nikaribishe kwako. Katika utulivu huo wa usiku, hakuna anayejua kilichosemwa, lakini mbinguni dua hiyo imeandikwa. Mtume Muhammad, rehema na amani ziwe juu yake, amesema, katika theluthi ya mwisho ya usiku, Allah hushuka kwa rehema na kusema, ni nani ananiomba nimpe? Ni nani ananiomba msamaha nimsamehe? Huu ndio wakati ambao machozi hubadilisha maisha, wakati ambao moyo huzaliwa upya, wakati ambao giza la nafsi huondoka. Wengine hulia kwa huzuni, wengine hulia kwa matumaini, wengine hulia kwa toba, lakini hakuna anayelia bure. Dakika hizo kabla ya alfajiri ni siri kati ya mja na Mola wake. Ni wakati ambao dunia haioni, lakini mbingu zinaona. Na kisha sauti ya adhana ya fajiri inapolia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Moyo unatulia, macho yanakauka, lakini ndani yake kuna amani. Amani ya kusikilizwa, amani ya kusamehewa, amani ya kuwa karibu na Allah. Wengine hurudi kulala, wengine huanza siku yao, lakini wote waliolia usiku huo hawabaki vile walivyokuwa, kwa sababu dakika chache kabla ya alfajiri si muda wa kawaida. Ni wakati wa rehema, ni wakati wa toba, ni wakati wa kubadilika. Na siri hiyo hujulikana tu na wale wanaoamka wakati dunia